Jinsi dawa na mazingira yanavyoweza kuathiri uwezo wa kupata mtoto. Mwili wa binadamu unafanya kazi kwa kushirikiana na mazingira yanayomzunguka. Kila siku tunakula, tunavuta hewa na wakati mwingine tunatumia dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa. Ingawa dawa na mazingira vinaweza kutusaidia kuishi maisha yenye afya, kuna wakati vinaweza kuwa na madhara kwa mwili, hasa kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Baadhi ya dawa, hasa zile zinazotumika kutibu saratani kama chemotherapy, zina nguvu sana na zinaweza kuathiri seli zinazozalisha mbegu za kiume. Hii ni kwa sababu dawa hizi haziwezi kutofautisha kati ya seli zenye ugonjwa na zile zenye afya, hivyo zinaweza kuharibu sehemu za mwili zinazotengeneza manii. Vile vile, kuna dawa zinazokandamiza mfumo wa kinga, zinazotumiwa kwa wagonjwa wa magonjwa sugu kama saratani au upandikizaji wa viungo, ambazo pia zinaweza kusababisha matatizo ya uzazi kwa kupunguza au kuzuia uzalishaji wa manii. Mbali na dawa, mazingira tunayokaa nayo pia yanaweza kuwa na athari. Mionzi kutoka kwenye mashine zinazotumiwa hospitalini kwa vipimo au matibabu inaweza kuathiri korodani ikiwa mtu ataathirika kwa kiasi kikubwa kwa muda mrefu. Kemikali hatari kama vile sumu zinazopatikana kwenye viwanda, madawa ya kilimo au hata baadhi ya vipodozi vyenye sumu huweza kuingia mwilini na kuharibu mfumo wa uzazi. Athari za dawa na mazingira haya si za haraka sana kwa kila mtu, lakini kadri mtu anavyoendelea kuwa na mawasiliano na vitu hivi, ndivyo uwezekano wa kupata matatizo unavyoongezeka. Kwa wale wanaotumia dawa kali au kufanya kazi kwenye mazingira yenye kemikali hatari, ni muhimu kuwa na uangalifu na kuvaa vifaa vya kujikinga. Ilinde afya yako kabla ya athari kukutokea. Ni mimi Abdul Latif Wellness, Health Consultant. Kwa changamoto zote za afya ya uzazi, nipo kukusikiliza. Usikate tamaa. Afya yako ni msingi wa furaha yako. Usisahau kunifollow ili kujifunza vingi zaidi na kulike, kucomment na kushare na wengine wajifunze. Asante sana.